Na muda afikiri kama kuna utofauti wa mgawane na vitu vya nyumbani. Oh, Chiku. Karibuni. Asante. Shikamoo. Marahaba. Karibu, shikamoo. Nashukuru. Asante. Shikamoo Chiku. Oh, Naomi. Marahaba, hujambo? Sijambo, karibuni. Oh, asante, tunashukuru. Asante sana. Hatujakuja hapa kwa muda mrefu sana. Tumekuja tu kwa hapa pole mara moja. Unajua poleni sana kwa msiba ambao umewapata. Taarifa nilizipata nikiwa njiani narudi kutokea Kongo. Niliumia sana moyoni mwangu. Nikasema itakuwa si vyema kama sitakuja kwa hapa pole. Ndio maana nilipofika tu nyumbani nikasema nisipoteze muda. Nije kwa hapa pole. Sana sana Bi Naomi ambaye amepoteza mdogo wako. Pole sana Naomi. Hata hivyo na maongezi kidogo nataka niongee naye faraga pale. Kama utalizia tukaongea. Sawa. Nakuja. Ya, sawa. Chiku, nakuja. Karibu kula. Asante. Mbona Asante. Sasa ni mjanja. Sasa mimi mwenzake mimi nimepitia mafunzo ya kijeshi. Alafu ajue kama mimi nilikuwa fundi kitambo hiko. Yaya. Hapa sawa hapa. Mimi kaamuna. Japo sio mahala pake hapa, lakini unajua siku zote inabidi binadamu au sikilize moyo wake anataka kitu gani. Na pale moyo unapohitaji kuambiwa basi usiucheleweshe, kwani ukichelewesha unazidi kuumia sana. Kwa hiyo Naomi, binti mrembo, unataka kuniambia mimi ndio umenikataa kabisa, ni umenifuta katika moyo wako na kumchagua yule pale ndio mwanaume wako wa maisha, si ndio? Yaani wewe mzee, hivi unajionai kama wewe ni mtu mzima? Hivi unakaa ukafikiria kama mimi ni sawa na binti yako? Au hujawahi kufikiria hilo? Yaani mimi nikajua umenikokota kote huko, umenileta hapa kuja kunipa pole juu ya msiba mdogo wangu. Lakini kumbe bado unaleta ule ujinga wako. Mbona wewe ukui?
Hivi unajua nini maana ya heshima? Unajua mtu akisema kuwa nakuheshimu sana kama mzazi wake. Unajua? Mzee, uko unakoelekea nitakuvunjia heshima. Unaelekea kubaya. Mwisho wa siku utakuja kuona huyu binti hana heshima na watu wazima. Sijui unanielewa? Naomi, unajua inzi kufia kwenye kidonda wala haumii, ateseki, apate shida yoyote. Kwa mimi kwa ajili yako wewe fanya lolote lile, sitakasirika hata kidogo. Sijali kabisa ni kwenye hilo. Nakupenda sana. Wazee kama nyie kwenye hii nchi mna michango midogo sana. Hopeless kabisa. Pombe kabeba. Ndio uzuri sasa pale. Taratibu zangu mimi zimekamilika. Hapo sasa Shabani, habari za kushine. Bebe, mbona uli? Chiku, tondoke. Kulikoni, mbona mzee ametoka akiwa yuko sawa na mlienda pale mkizungumza mkiwa mko sawa? Nasiri bwana. Unajua nini? Hawa ndo wale wazee ambao ni wasenzi wasiojielewa na wasiojitambua. Hawajui kutofautisha kati ya mkubwa na mdogo, mtoto na mpenzi. Huyu mzee kwa miaka mingi sana alikuwa ananifuatilia na nitongoza. Lakini sikuwahi kumkubalia. Na kila siku namwambia kuwa kae mbali na mimi. Lakini hataki kunielewa. Huwezi kuamini kwa leo amekuonea hivyo wewe. Na ndio maana ametoka na hasira zote zile. Si ameoa yule? Ndio ameoa, lakini ndio hivyo, sio heshima ndoa zao ndo hao. Achana naye bwana, tuenjoy ugali wetu. Karibu. Thank you. My beautiful baby. Hivi walisema mwenda pole ajikwai, siete? Au inategemeana na mwendo wa mtu? Ama hapa wahenga walitupiga? Agi, una nini mamangu leo? Kuna usemi mwingine tena wamesema bora mfadhili mbuzi utamla nyama kuliko mwanadamu mwenye maudhi. Si ndio kipenzi changu? Sikiza mamangu. Hebu niambie. Ni nani nikakuuzi malikia wangu? Wewe ndio kila kitu mamangu. Hebu niambie kama kuna mtu yote kakukosea. Hebu niambie mimi nikamwadabishe basi. Najua ndio malikia wangu. No. Hakuna mtu aliyeniudhi. Ila. Nothing. Anyway. Nilikuwa nahitaji milioni 20. Kuna mzigo nataka niuagize China. Si unajua pale dukani sasa hivi kidogo mambo sio mazuri. Wewe milioni 20 tu mke wangu? Yes, of course. Leo jioni nitakupatia. Ila jitahidi basi uwahi kurejesha, sawa? Ili ingie kwenye masuala ya kampuni, si unajua? Okay, thank you. Kazi njema. Hivi Wagi kuna nini? Si kaida yake.
kuna kitu hapa kinachoendelea. Mr. Derek, niwe makini katika hili. Hebu ngoja tuone mchezo utapoisha. Yes. Baba, nilipotoka pale nimechanganya viatu, kwa hiyo nilikuwa naomba nikabadilishe. Naona sasa viatu sio vya kwangu. Sawa. Ila usichelewe na kusubiri hapa. Sawa. Chiku. Subiri kidogo. Shika hilo. Pelekea. Mwambie la Milano kutoka kwangu. Sawa. Fanya haraka. Samahani, nilivyoondoka nimesahau viatu vyangu hapa. Nimevaa viatu vya Naomi. Naomi kwa? Yupo ndani. Mbona kakuacha nje peke yako na anajua kabisa wewe ni mgonjwa? Hata sijapenda. Alafu baba alisahau kutoa ila lambi. Naomi akija utampa hii. Asante, nashukuru. Huyu ana wage kichwani. Mabinti wa siku hizi bwana. Ndi baba ovyo. Mtoto naye ndo sijui ndo kalisi yani. Sala tupu yani. Ovyo kabisa. Unaona hapo sasa anazipiga zile. Sasa zile zinataka zimfanye anguke mzinga wa maana. Na akifika chini anazima. Akishazima taa, mimi nambeba begani nyumbani. Habari yake ndio imeishia hapo. Leo kama vile imenichachia. Vipi kwani? Ibilisi alinifanya za ningefanya nini? Nilijikuta na kiu yangu ukoni. Ila mjomba, usinitafute tena kwenye hizo njia. Chuma kianguki, kinachupa tu, kinatupa tu. Boda, pita shap. Yaani mimi naimba unapiga makelele yako. Blum. Umelaaniwa. Umelaana. Chuma kinashindikana. Tunaweza tukaenda. Baba mkwe. Jamani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa? Shikamo. Mkwe, mambo? Buju. Mkwe, samahani bwana. Unajua nimekutafuta wewe. Tangia ya mambo yatokea hapa katikati nikala kusaka. Ili ni wahi kabla ya mambo hayajawa makubwa. Yaani nimekusaka wewe mkwe. Kwanza ngoja. Mkwe. Tutete kidogo.
Umesikia? Basi sio lazima kuteta. Maana jambo lenyewe linamhusu huyu, tutete ya nini? Mkwe bwana, mimi hapa nataka nije kutoa posa. Nataka kabisa nioe niweke ndani. Yaani huyu mimi nikisema natoka bwana, yeye ndo anakorofisha. Anapika mapishi yote na mimi nataka niwe nakula. Nataka nile mpaka mpishi. Sasa nataka nije kutoa posa. Nisiwe muni kama wale walomrekodi wale wakawa wanamdhalilisha, wakawa wanamuonesha jinsi mtoto. Mimi nilivyoona pale. Ngoja kwanza mkwe. Ili jambo la hili bamkwe. Afu huyu nataka nikusaidie kulea. Haya basi, kama unataka kunipiga nipige. Niue, upate kesi, mimi nikapumzike. Ai! Babangu. Kwambia uniue ndo umeniangamiza hivi. Sikia sijaumia kwa taarifa yako hiyo. Oya mchumba. Oya wewe. Ngoja. Hii haijaisha kwa taarifa yako mpaka iishe. Huyo mtoto lazima mimi nije nimpea huu Zagamu. Yesu Kristo. Ngoja. Nondo stiliwaya mwamnyetu. Mbona mjomba aje? Ligi imemshinda nini? Hichi chuma. Bujubi. Bujubi. Nampenda kuliko mama. Oa. Familia zangu. Huku. Watu. Tajiri, ndo zile hesabu zetu zile. Nimekuja kukabidhi huko mapambano yashatokea ndo. Hela hii nikaendelee kupambana. Vizuri sana. Unaonekana mfanyaji bora wa kazi. Sana. Kazi za nje na kazi za ndani. Samahani, sijakuelewa hapo. Katika ndoa yangu mpaka sasa na miaka 6 hatujawahi kupata mtoto, ila yote kutokana na mume wangu sio mfanyaji bora wa kulima shamba lake, na mimi ndio mwanamke wa pekee mhudumu katika ndoa zake zote. Tajiri, mimi nakuheshimuni sana, sio wewe tu, na mheshimu hata mumeo. Kwa hiyo hiko unachotaka kukusudia kukisema, tafadhali naomba usinifikirie kabisa huko. Mimi siwezi kufanya hivyo. Tafadhali naomba unitoe. Na kuheshimu na naomba uniheshimu kama ninavyokuheshimu na kama ninavyomheshimu mumeo. Nakuhusu swala la hesabu. Mimi nitajua nitamdanganya vipi? Wewe malizana tu na hizo pesa. Yaani unamaanisha kwamba hesabu nitakuwa naizuia mimi yote? Na unaniahidi itakuwa ni siri? Nakuhakikishia itakuwa siri yetu. Ukiwa na line ya Halotel unaweza kujipatia GB 10 kwa shilingi 11,000 tu, na GB hizo zinadumu kwa miezi 8. Yes, hayo ndiyo mambo ya Chris Bando. Ukitaka kumpata Chris Bando, mpigie kwa namba zifuatazo: 0717 048 048 au 0785 736361. Namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu.
Kama ukitaka kulipa bando lenyewe, unalipa kwa kutumia lipa namba hizo hapo. Hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Ukishamaliza kulipa, forward muamala wako kwenye namba mojawapo ya Chris Bando. Ambatanisha na namba yako unayotaka iungwe kifurushi, kisha subiri iungwe. Chris Bando, bei kitonga.